إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، بعد kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na baada ya kumsalia na kumsalimu mtume wetu alayhi salatu wassalam, hutuba ya leo kwa pamoja tuzitafakari baadhi ya ayat katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala na baadhi ya hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Halafu tutapata natija ya tafakuri hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Tauba aya 100 na nukuu, suratu Tauba aya 100. Kama muislamu zingatia suratu Tauba aya 100. Kirudi nyumbani kafungue mashaf, kichukue kitabu cha Allah, kama kuna tafsiri au tarjama ya Kiingereza au ya Kiswahili au kuna sharhe ya Kiarabu, ni msomi. Kama si msomi waweza kutazama tafsiri ya Qur'ani au tarjama katika lugha ya Kiswahili au lugha ya Kiingereza, katazama. Anasema Mola wetu subhanahu wa ta'ala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-'azim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wale wa mwanzo waliotangulia katika muhajirin na ansar. Almuhajirun ni wale waliohama kutoka katika mji wa Makka, ni masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale waliowapokea, wale watu wa Madina wa mwanzo waliotangulia, waliowapokea ndugu zao waliotoka katika mji wa Makka.
ni kundi moja lenye sampuli mbili. Ni kundi la masahaba, lakini ndani yake kuna watu waliotoka Makka wakaenda Madina, na kuna watu waliobakia katika au waliokuwepo katika mji wa Madina wakawapokea ndugu zao waliotoka katika mji wa Makka. Walladhina tabauhum biihsan, kundi la pili ni la wale waliowafuata hawa watangulizi wa mwanzo, waliowafuata kwa wema. Wanaingia wale masahaba waliokuja baadaye, na wanaingia waliokuja baada ya masahaba, madamu sharti hii imetimia, na waliowafuata hao kwa wema. Haina maana kuwafuata labda waliotoka Maka wakaenda Madina, kwa sababu wametajwa Ansar, wao hawakwenda popote, walibakia katika mji wa Madina. Kwa kufuata hapa ni kufuata nyenendo na nyayo walizopita almuhajirun wal ansar, walladhina tabauhum biihsani, na wale waliowafuata hao kwa wema. Mimi na wewe hatukuwepo katika almuhajirun wala katika ansar. Mimi na wewe tuingia kwenye fungu gani katika aya hii? Tuingia kwenye fungu la pili la wale watakaowafuata hao waliotangulia. Lakini sharti ya kufuata ni kwa ihsan, kwa wema, kwa uzuri, kwa kupatia mwenendo wa wale waliotangulia. Allah subhanahu wa ta'ala akasema amewaridhia, radiyallahu anhum wa radu anhu, amewaridhia wao na wao wamemridhia Allah. Kina nani? Wa mwanzo waliotangulia katika muhajirin na ansari, na wale waliowafuata wao kwa wema watapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na si hivyo tu, pia Allah amewaahidi wao pepo ambayo yapita chini yake mito. Watakaa humo katika pepo hiyo na starehe hizo kwa kudumu, na huko ndo kufaulu kulikokuwa kukubwa. Kila Muislamu atakiwa atulize kichwa chake vizuri. Kama unautaka Uislamu, kama una imani ya kweli, wewe ni Muislamu, waamini imani ya kweli, tuliza kichwa chako kwenye aya hii. Hebu iweke aya hii mbele ya macho yako. Allah amewataja masahaba wa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wao waliohama kutoka Maka, almuhajirun au wao ni al-ansar, waliowapokea ndugu zao. Amewataja kwamba hawa Allah amewaridhia. Hili ni kundi la mwanzo. Kundi hili limepata radhi za Allah, halina sharti. Allah amewaridhia na wao wamemridhia Allah, lakini Allah amewaahidi pepo. Mimi na wewe hatuna hakika ya hilo mpaka tuwafuate wao kwa ihsan. Muelewe vizuri, hizi sio hutuba za kuja kulala. Na kuna watu mnapitisha wajibu, mmekwenda tu msikitini. Mimi na wewe hatumo katika radhi za Allah, kuridhiwa na kumridhia Allah. Hatumo katika ahadi ya pepo na ukazi wa kudumu katika pepo hiyo kama hatukuwafuata ilo kundi la mwanzo kwa wema. Lakini kundi la mwanzo limeingia katika haya. Sisi walladhina tabauhum biihsani, na wale waliowafuata wao kwa wema. Kwa wewe ujua huwezi kupata radhi za Allah, huwezi kuipata janna ya Allah kama wewe hukuwafuata as-sabiquna al-awwalun, waliotangulia katika muhajirin na ansar. Tuelewana vizuri. Hii aya ni aya ya mwanzo. Aya hii yatuthibitishia radhi za Allah kwa masahaba wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya hii yatuthibitishia radhi za Allah kwa atakaye wafuata masahaba wa bwana Mtume kwa wema.
aya ya pili. Aya ya pili katika surati an-Naml aya 59 anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khayrun amma yushrikun. Sema ewe Muhammad, tangaza wazi, alhamdulillah, sifa njema zote ni stahiki ya Allah, na amani ya kweli ya duniani na kesho akhera iko juu ya wale ambao amewateua Allah, aliwachagua Allah subhanahu wa ta'ala waja wake. Amani hiyo iko juu ya waja wake aliowateua Allah subhanahu wa ta'ala. Kisoma katika tafsiri ya At-Tabari, Ibn Jarir At-Tabari amefasiri sehemu hii, kipande hiki cha aya, wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amani ijuu ya waja wa Allah aliyowachagua. Ni kina nani? Ametaja wazi ni masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na akanukuu al-Imam At-Tabari akanukuu na akaegemeza kwa isnadi maneno ya sahaba Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, mfasiri wa Qur'an, anaeleza waja wa Allah waliochaguliwa na Allah ambao amani itawapata ni masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na maneno haya au maana hii maana ya kwamba waja wa Allah waliochaguliwa ni masahaba ameyataja pia al-Imam al-Thawri, na pia ameyataja al-Imam Ibn al-Mubarak rahimallahu anhum wa radiyallahu anhum. Aya hii yaonyesha waja wa Allah waliochaguliwa na Allah watakaoipata amani ya Allah wanaingia masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa awalia, kwamba wao ndio wa mbele, ndio mwanzo kuingia, na kila atakayefuata nyayo zao ataingia katika waja wa Allah waliochaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tumesema hiyo ni suratul Naml aya 59. Ukirudi nyumbani kafungue msahafu, kama ni tarjama ya Kiswahili au Kiingereza au sharh, katazama aya 3 katika suratul Fath aya 18. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Hakika Allah amewaridhia waumini waislamu idh yubay'unaka tahta ash-shajara, pale walipokupa kiapo cha utiifu, bai'a, chini ya mti, bai'atur ridwan, chini ya mti, katika sulhu ya Hudaybiyah mwaka wa 6 Hijria. Hawa Allah amewaridhia, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim. Allah alijua, alifahamu yaliyomo ndani ya nyoyo zao, imani waliokuwa nayo, ukweli waliokuwa nao masahaba. Allah akawaridhia, faanzala as-sakinata alayhim, Allah akawateremshia sakina, utulivu, wa athabahum fathan qariba, na malipo Allah aliwalipa ushindi wa karibu kabisa. Aya hii Allah anasema amewaridhia waumini. Masahaba takriban 1400 walikuwepo siku hiyo, kila mmoja anapita anampa mkono bwana mtume sallallahu, anakula bai'a, anakula kiapo kwamba hatarudi nyuma baada ya kuwa zimekuja habari Uthmani aliyotumwa kwenda katika mji wa Makka kufuatilia habari ameuawa. Japo habari hazikuwa za kweli, lakini bwana mtume sallallahu akawataka tusirudi nyuma mpaka tulipize kisasi cha kuuliwa Uthman. Kila mmoja apite ile kiapo, wakala kiapo wote waliohudhuria pale,
Kisha bwana Mtume sallam akachukua mkono wake akaweka juu ya mkono wake akasema, hiki ni kiapo cha Uthmani ambaye hayupo, naye pia amekula kiapo. Hawa Allah amewaridhia. Nataka tuende pamoja, hawa wameridhiwa na Allah. Katika hawa 1400 alikuwemo Abu Bakar, alikuwemo Umar, alikuwemo Uthman, alikuwemo Ali bin Abi Talib na masahaba wengine walikuwa vizuri. Hawa wameridhiwa na Allah. Qur'ani inasema hivyo, suratul Fath aya 18. Nikimaliza hutuba na khiyari nitamchagua mmoja anitajie. Baada ya swala nitasimama. Nikikuchagua aya ya mwanzo surati Tauba ilikuwa aya ngapi niloisoma? Kwa wewe lala. Sura ya pili, aya ya pili ni suratul Namli aya 59. Aya tatu ni suratul Fath aya 18. Allah anatangaza wazi tena kwa kiapo, laqad radiyallahu anhu, amewaridhia Allah hawa waumini hawa. Waumini masahaba wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya nyingine ya 4 katika mnasaba wa hutuba hii kuisoma ni suratul Hadid aya 10. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Hawalingani sawa, la yastawi minkum, hawalingani sawa kati yenu nyinyi. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza na masahaba, azungumza na waumini. Wakati Qur'ani yateremka, hawa ni waumini wako na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema hawalingani sawa miongoni mwenu yule aliotoa mali yake kabla ya fath. Kauli ya jumhur kabla al-fath wanasema ni fathu Makkah, na fathu Makkah ilikuwa ni mwaka wa 8 Hijria, na kuna kauli ya baadhi akiwemo Ash-Sha'bi na wengineo kwamba hapa fathi ni sulhu ya Hudaybiyah ambao ni mwaka wa 6. Kwa kauli zote mbili waliotangulia kabla ya fathi, ikiwa ni fathu Makkah ambao ndio kauli ya jumhur ya wengi katika wanawazuoni, kwa sababu kipindi cha mwanzo kilikuwa ni kipindi kigumu. Baada ya kufunguliwa Makkah, Uislamu ulidhihiri, mambo yalifunguka mbali mbali kwa waliotoa kabla ya kufunguliwa Makkah, kabla ya fath, na wakapigana kipindi hicho. Hawa ni a'dhamu daraja, hawa wana daraja kubwa kuliko wale waliotoa na kupigana baada ya kufunguliwa Makkah. Ni jambo wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo maakuli. Kimfano wewe uwe ulikuwa na mke wa mwanzo ukapambana naye ukatafuta maisha mkapata, baada ya kufungukiwa magari na mengineyo, majumba, maisha mazuri, ukaoa mke wa pili, hawezi kuwa sawa wa mwanzo uliopambana naye katika maisha ukala naye ngwamba mpaka Allah kufunguliwa na huyo aliyokutamama hapo sawa. Hawezi kuwa sawa kwa ubora. Hatusemi kwamba usiwatendee haki, usiokaelewa vibaya, na kuna wengine uelewa wao mdogo. Uadilifu uko pale pale, lakini kwa uzito na fadhila. Huyu alotangulia wakati wa shida akakuhendo, akakusaidia, akakuliwaza, huyu ana daraja, huyu ana fadhila kwako kuliko aliokuja mambo mazuri. Hii ni mifano ya kawaida. Sasa Allah anazungumza na masahaba wale ambao walitoa kabla ya fathu Makkah na wakapigana. Hawa wako juu daraja yao, hawawezi kulingana na wale waliokuja kutoa baadaye wakapigana baadaye. Lakini Allah anasema wa kullan wa'ada Allahu al-husna, na kila kundi moja katika haya mawili Allah amewaahidi pepo. Al-husna ni pepo. Kundi la mwanzo lililopigana, lililotoa na kupigana kabla ya fath, na kundi la pili, wote hawa Allah amewaahidi pepo. Hizi aya 4 zatosha, sababu hatuwezi kumaliza.
aya zinazozungumzia masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni nyingi. Aya hizi 4, surati Tauba aya ya 100, suratul Naml aya 59, suratul Fath aya 18, suratul Hadid aya 10. Kama itakuwa sikosea aya 10 au ya 15 unaweza kwenda ukatazama hizi aya 4. Majumuisho ya hizi aya 4, Allah subhanahu wa ta'ala ametangaza radhi kwa masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah amewaahidi pepo masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah ameahidi amani itakayokuwa juu yao masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na kuwa hao walikuwa ni wanadamu, hawakuwa malaika ambao la yaasuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Hawakuwa malaika, wala masahaba hawakuwa anbiya, hawakuwa manabii waliohifadhiwa na madhambi. Ni wanadamu, lakini fadhila yao ni kubwa. Fadhila yao ni kubwa. Allah akaitaja wazi na akawaahidi ahadi au malipo makubwa kwa sababu ya fadhila yao. Masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, fadhila zake ndani ya Qur'ani namna zilivyoelezewa kwa usulubu, kwa njia mbalimbali ni nyingi. Tuna tatizo na waislamu wengi kutokuijua Qur'an. Tuna tatizo na waislamu wengi kutokuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuna tatizo na waislamu wengi kutokufuatilia uislamu wao. Kwa uislamu hakuna haja ya kufuatilia. Mna Google vitu vingi sana. Nafuatilia mipira, nafuatilia siasa, nafuatilia mambo ya udaku, nafuatilia mambo ya mali. Tajiri wa kwanza Tanzania wa dunia, mna vitu vingi mnafuatilia vya kidunia. Lakini mambo ya dini waislamu wengi wanatatizwa. Hatufurahishwi hata kidogo na hali tunayoiona kwa baadhi ya waislamu walioingizwa katika fikra potovu, katika misimamo ya upotevu au misimamo ya kikafiri ya kuwakufurisha, kuwabughudhi masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwasema vibaya masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikawa masahaba wa bwana mtume ndio sehemu ya matusi ya watu. Masahaba wa bwana mtume wakawa ndio watu wabaya kuliko baba zao hawa mabwana na wengine. Wakaingizwa watu mbalimbali katika miji mbalimbali, vijiji mbalimbali. Wakaingizwa katika fikra na misimamo na itikadi potovu ya kirafidha, ya kishia al-imamia ar-rafidha, ya kusema vibaya masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwatia ta'an masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kutengenezewa sura hawa masahaba walikuwa ni watu wa ovyo, ni watu walikuwa makatili, ni watu madhalimu. Kitajwa Abu Bakari inda Shia na vijana wao ni adui namba 1. Akitajwa Umar ni adui. Huwezi kumkuta Shia Rafidha anaitwa Abu Bakar, na akiingia katika ushia anaitwa Abu Bakar, anaitwa Umar au Uthman, atabadilisha jina. Yani jina pia kuitwa ni kama vile nuhusi. Kwa nini uitwa jina hili la viumbe wabaya kabisa? Mnamjua moja katika mtarjimu wa Qur'ani katika pote la kishia Tanzania, akiitwa Omar Mayunga. Baada ya kuingia katika ushia akabadilisha jina la Umar akajiita Ali. Akapita mahakamani, akapita kadha, kala viapo kwa wanasheria mahakama kubadilisha jina la Umar akaitwa Ali. Jambo maarufu kabisa. Kwa sababu kuitwa Umar kwao ni jambo baya kabisa. Kwa nini uwe na jina la mtu mbaya kabisa? Naogopa itikadi chafu ikikitwa kwa mtu asiokuwa na elimu.
akichukua itikadi chafu zikichukuliwa zina nguvu. Tunaona leo katika miji na vijiji mbalimbali, Mwembeni, sijui Mzambarauni, Mwera, Kambona, miji mbalimbali wameingia bwana fikra baya kabisa ya kuwakufurisha na kuwabughudhi masahaba wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya 4 nilizosoma ni hujja kwako wewe Muislamu. Surati Tauba aya 100 tumeisoma, ni hujja kwako. Allah amewaridhia masahaba wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Suratul Naml aya 59 tumeisoma, ni hujja kwako. Na aya nyingine mbili nilizosoma na ziko nyingi, Muhammadur Rasulullah mpaka mwisho, walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum mpaka mwisho wa aya. Ziko aya nyingi. Kwa munasaba huu nilisoma aya 4, ni hujja kwako wewe. Ukimbughudhi sahaba wa bwana Mtume, ukimlani sahaba wa bwana Mtume, ukimtazama kwa sura mbaya sahaba wa bwana Mtume, utakwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala aliwaumba masahaba na alikuumba wewe يوم القيامه. umma tasma. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, nabiyina wa habibina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, nitamalizia hotuba yangu hii kwa hadithi mbili za bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, muttafaqun alayhi. Bora ya watu, kama kuna watu bora, maneno haya yanazungumza bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni maneno ya mtume wako wewe Muislamu. Mtume wako sallallahu alayhi wasallam anasema khairun nasi qarni, bora ya watu ni qarni yangu. Khairun nasi qarni, bora ya watu ni ile qarni yangu, kizazi changu, masahaba wake. Thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kisha wale watakaowafuata hao, kisha wale watakaowafuata. Bora ya watu ni watu wangu mimi, karne yangu mimi, kisha watakaowafuata hao. Ukichukua na aya iliyotangulia kuisoma, kuwafuata kwa ujio baada yake, lakini kuwafuata kwa imani, kuwafuata kwa ihsan kama tulivyoisoma aya, kisha wale watakuwafuata, kisha wale watakuwafuata. Hizi ni karne tatu. Zinaingia karne hizi kwamba ni kuruni bora, kwa sharti wanaohitaji ahlul ilm kwamba karne itakaofuata ambao ni at-tabi'un waliowafuata masahaba wa atba'u at-tabi'in hawatoingia kwenye ubora tu kwa sababu ya zama, kwa sharti nyingine ya kuwafuata wale wa mwanzo. Kwa mahallu shahid khairun nas qarni, bora ya watu ni karne yangu. Sasa kitokea mtu watu hawa walioambiwa ni bora, waliotajwa ni bora, akiwachafua, wewe utakao mtazame huyu ana Uislamu, huyu anamkubali Mtume Muhammad kwamba ni mkweli katika aliyosema. Sababu Mtume sallam yeye hajui ghaib, lakini alomtuma Allah anajua ghaib. Na ndio maana bwana Mtume kuna mambo yaliyozungumza, mambo hayo yatatokea baada ya kufa, na yalitokea. Mfano Mtume alisema kumzungumzia Al-Hasan ibn Ali, alisema inna ibn hadha sayyid sayuslihu Allah bihi baina fi'atayn 'azimatayn min al-muslimin. Huyu mtoto wangu huyu Al-Hasan ambaye ni mjukuu wake, ni mtoto wake, huyu ni sayyid, ni bwana, huyu ni sayyid. Huyu atakuja kuyasuluhisha, Allah atasuluhisha kupitia huyu. Sayuslihu Allah bihi, Allah atasuluhisha kupitia huyu kati ya makundi mawili makubwa ya Waislamu. Na jambo hili lilitokea baada ya Al-Hasan, baada ya kuuliwa baba yake
akayachukua madaraka. Baada ya miezi 6 akatanaza, akajivua katika madaraka, akajiuzulu madaraka, akamwachia madaraka Muawiya ibn Abi Sufyan. Wakati huo kumetangulia kutokuelewana baina ya masahaba hawa wawili, Ali na Muawiya. Kukawa kuna kundi liko baina ya Ali, liko na Ali, na kuna kundi liko na Muawiya. Kwa baada yeye kuwa ni mtoto wa Ali, akaamua mimi leo na jiuzulu madaraka na muachia Muawiya, ambaye watu wa Ali au walikuwa upande wa Ali walikuwa kimuona Muawiya hayuko sawa. Leo yeye mtoto ambaye baba yake ndio ambao yawezekana kwa maneno ya watu labda amedhulumiwa, akaamua yeye kutanaza na kujiuzulu, kuyaacha madaraka kwa Muawiya anaonekana mbaya. Hapa akayasuluhisha makundi mawili, ukaitwa mwaka wa jamaa, watu wakawa kitu kimoja. Haya yaliyozungumza bwana Mtume sallallahu kabla hajafa, na aliyezungumza kwamba yatatokea na yalitokea baada ya. Nini maana yao? Mtume sallallahu hujuzwa mambo yaliyokuwa ni ya ghaibu, si maana yeye anajua ghaibu. Na sihili matukio ni mingi sana ya kuonyesha ushahidi huo. Bwana Mtume alikufa na msimamo khairun nasi qarni. Nataka hapa niweke hapa, alikufa na msimamo bora ya watu ni karne yao. Hakubadilisha maneno yake. Yani Allah tabarak wa taala hakutaka kuyatengua maneno haya kama kulikuwa kuna mabadiliko au kuna matukio yatatokea yatapelekea kwenye mabadiliko ya ubora ya watu hawa. Ilikuwa Allah atengue kupitia ulimi wa mtume wake Muhammad alayhi salatu wasallam. Sijui mnielewa huko, wengine mshaanza kusinzia. Kwa hiyo mtume amekufa khairun nasi qarni, bora ya watu ni qarni yao. Hadithi ya pili, kulitokea kutokuelewana baina ya Khalid ibn al-Walid na Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf ametangulia kusilimu na Khalid ibn al-Walid amesilimu baina ya sulhu ya Hudaybiyah na Fathu Makkah. Kati ya miaka hii miwili hapa ndo katikati amesilimu Khalid ibn al-Walid. Tukio hili lilitokea baada ya Fathu Makkah. Ilitokea Khalid ibn al-Walid kumsema vibaya Abdurrahman ibn Auf. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatamka matamko yafuatayo, kama mtakamoyasikize. Mtume alisema la tasubbu ashabi, sio tukane masahaba zao. Kwa tafsiri ya sahaba, huyu Khalid ibn Walid ni sahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini Mtume alikuwa ametamka tamko hili, alikuwa ana maana umaalumu na uspecial kwa wale waliotangulia. Kwa maana Khalid ibn Walid wewe umechelewa kusilimu, na mnajua Khalid ibn Walid alishiriki vita ambavyo waumini au masahaba wengine waliuawa akiwa yeye yuko upande wa maadui. Kwa huyu Khalid ibn Walid hawezi kuwa na fadhila na daraja na wale wenzio waliotangulia katika Uislamu. Watu kila mtu anawekwa katika manazili yake. Kwa Mtume akasema la tasubbu ashabi, sio tukane masahaba zao. لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. لو كما mmoja wenu nyinyi atatoa mfano wa Uhud, لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا, atatoa mfano wa Uhud, mlima wa Uhud, akatoa dhahabu akaitoa sadaka, haiwezi kufikia kibaba alichotoa sahaba wa Bwana Mtume au nusu kibaba. Na mnajua kibaba ni kuweka mikono miwili hivi ukachota kitu. Kwa mfano dhahabu yako uchukue dhahabu uchote kibaba kimoja hivi, au nusu kibaba, maana kitakuwa ni fumba la mkono mmoja. Kwa kibaba kimoja alichotoa sahaba au nusu kibaba ikilinganishwa na dhahabu yako utakayoitoa wewe, ambao dhahabu hiyo itakuwa mfano wa mlima Uhud, uweze kufikia fadhila na thawabu na ujira atakaopata sahaba. Hapa tazama wingi wako wa dhahabu uliotoa wale masahaba. Fa'alima ma fi qulubihim, nyoyo zao Allah alizijua walitoa wakati gani.
Wewe unatoa leo maisha mazuri, unatoa leo kwenye account una milioni 100, unatoa shilingi 10,000. Wewe utalingana na masahaba waliokuja wakatoa mali zao zote? Utalingana na masahaba walikuwa kilala chini? Utalingana na masahaba walikuwa wanakula tende inazunguka? Utalingana na masahaba watu wamekufa kiu, wamekufa na njaa? Utalingana na masahaba sanda zao ni majani kwenye miguu? Utalingana na wewe? Wanakufa katika njia ya Allah, mtu anakatwa mkono mwingine katwa katikati. Utalingana na wewe? Hawezi kulingana. Hawa ni masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. La tasubbu ashabi, msitukane masahaba zao. Haya maneno Bwana Mtume alikusudia amu, si maana alikuwa anamuelekezea Khalid tuki yake, lakini alitaka kujenga umma utakaokuja baada, kwamba heshimuni masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu asitukane sahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo watokea watu vinara vyao na mimbari yao ni kutukana masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa wewe Muislamu utakaoje, huyu Muislamu huyu anamkubali Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu wewe una ghera na hii dini, una mapenzi na hii dini. Watu wanapigania dini ya Allah, wanapigania dini ya Allah kwa mali na hali. Vita vyote watu wameshiriki, watu wamepigana kisawasawa, wamekufa mpaka leo Uislamu ukafika hapa. Hawa ndio wao maadui wa watu, alafu hao wanaofanya hawa kuwa maadui nyinyi rafiki zangu. Sisi hili latuumiza sana kuona kuna watu eti jana wamealikwa pia, wamekwenda pale Shia, wamekwenda kula. Hawa wasokuwa wengine wasojinasibisha na Ushia, vyuo hivi vijana wanapita tu kula ubwabwa. Sikitisha sana, watu hawajielewi, watu wabaya, maadui wa masahaba. Nyinyi mnakwenda kukaa na kula ubwabwa, unafurahi kabisa unakula ubwabwa. Ndugu zanguni, tuna mengi ya kusema sana wakati hautoshi, lakini nikukutajia hivi utapata pia sura ya hawa Waislamu hawa wengine. Utapata sura ya hawa watu wengine. Hawa na mapenzi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa na mapenzi kweli. Wanaijua Qur'ani hawa, wanazijua sunna za Bwana Mtume hawa. Wewe waweza kuwa na moyo wa kwenda kukaa na mtu alomtukana mama yako ukala naye akakualika chakula? Wewe unaweza mtu akutukane mama yako, kutukane baba yako, alafu kesho anakuambia njoo, kakutukania koo yako na wazee wako, alafu kesho akualika kwenye chakula unakwenda kula? Unao moyo huo? Nani aweza katika nyinyi? Hakuna. Sasa mtu amekutukania masahaba wa mtume wako, amekutangulia watu wenye ubora kuliko wazee wako katika dini hii, anawatukana na kuwalaani wazi kabisa, alafu akualika ukale chakula unakwenda. Mtu aina gani? ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. صلى الله عليه وسلم.